Naam, shukran sana mtazamaji, na kuletea matangazo haya mubashara kutoka katikati mwa mji wa kaunti hii ya Mombasa. Na vilevile mtazamaji, niko kwenye barabara hii, na barabara hii ni barabara ambayo inaelekea katika koti kuu ya kaunti hii ya Mombasa, au ukipenda katika lugha ya King'eng'e ni Mombasa Law Court. Na hivyo basi mtazamaji, niko papa hapa ili niweze kupea taswira kamili kuhusiana na swala hili zito, kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta. Na ikumbuke kwamba EPRA iliweza kupandisha bei hii ya mafuta na kutoa tangazo hilo Ijumaa samadi iliweza kutoa tangazo hilo Alhamisi jioni wiki jana, na pia wale watumizi wa magari ya uchukuzi walikuwa wanateseka na wanaendelea kupata tabu sana. Kama mpiga picha wangu anaweza kuelekeza, hivi ndio hali halisi jinsi ilivyo. Barabara hii sana sana huwa kuna matatu, lakini kwa leo matatu ni finyu au matatu ni kidogo, na vilevile pia unavyoona hizi ni bajaji, na bajaji kama hizi zinatumia tutasema miale ya jua, na vilevile magari kama haya ni magari ambayo yanatumia yanatumia petroli na vilevile yanatumia pia dizeli. Na asubuhi katika ile taswira nilikuwa nayo kabla niweze kufika hapa mjini, mimi nilikuwa kule Mishomoroni. Kutoka kule Mishomoroni hadi mjini ilikuwa ni shilingi 100, na katika ile nauli ya kawaida ni shilingi labda 70 au 60. Hiyo ni matatu, lakini leo hii mambo yamekuwa ni tofauti jameni. Sasa hii ni shilingi 100 kutoka kule Mishomoroni hadi huku mjini. Taswira ni kama ilivyo. Sijui mtazamaji mahali uliko, kabla ufike huku mjini kikazi, labda sijui nauli yako ilikuwa ni pesa ngapi, lakini kwa sasa niko na waendeshaji bajaji tofauti ambao watakuwa wakiweza kunipea taswira kamili kuhusiana na swala hili zito, swala la kupanda kwa bei ya mafuta. Hivyo basi karibia, asante sana kwa kuungana nami. Labda uanze kwa jina lako, utuambie wewe ni nani na ni mwendesha bajaji wa mpaka wa eneo gani? Mimi kwa majina najulikana kama John Sasaka Wanyama, naendesha pachache tu hapa town. Yeah. Hisia zako ni zipi kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta? Kupanda kwa bei ya mafuta imetuathiri sisi kama madereva ama watumizi wa tuktuk, kwa sababu mafuta iko juu na abiria nao hawana pesa ya kupandisha hiyo bei, iko chini kwetu. Kwa hivyo tunaathirika. Kwa sababu gani? Abiria ukimwambia bei imepanda, yeye anataka tu ile ya kitambo. Mimi ukiniambia kwamba diesel imepanda na shilingi 40, hapo ni uongo, kwa sababu diesel imepanda na zaidi ya shilingi 80, na kwa sababu kwa mta mchache juzi wamepandisha na shilingi 40, leo hii tena wamepandisha na shilingi nyingine 40, kumaanisha ni shilingi zaidi ya 80. Kwa hivyo diesel na petroli ilikuwa juu kwa miaka hizi zote. Petroli imekuwa juu. Na shangaa ni kwa nini sasa leo hii, kwa sababu demand ya petroli ya diesel iko juu, ndio sababu wamepandisha diesel ama namna gani? Kwa hivyo petroli demand yake iko chini kwa sababu haitumiki kwa industry, lakini diesel inatumika kwa industries. Kwa hivyo diesel it's in high demand, kwa sababu labda serikali inataka ipate pesa kwa wingi, ndio imeenda kwa upande wa diesel. Kwa majina naitwa Meshak Wambaya, naendesha bajaji hapa town Mombasa, na bajaji yangu ni aina ya Ringo. Bei ya mafuta yenyewe imepanda sana, na ambapo imeathiri mambo ya usafiri, ambapo hata wasafiri wenyewe kweli kabisa, ukiitisha mtu kama shilingi 100 kutoka feri mpaka kama Mwembe, anaona ni kama unamuibia. Sasa inapaki sisi kukombana na abiria. Kama sisi tunapaki kukombana na abiria, ni kama tunawaibia. Na ambapo ni serikali ndio imeongeza bei ya mafuta mpaka imepaki ugomvi sisi na abiria. Kwa majina kwanza naitwa Protas Rengo. Mimi nimekuja all the way from Kitale kutafuta kitu changu cha kuweka kwa mfuko. Lakini hali si hali wakati imefika saa hii. Wakati nilipokuja ilikuwa afadhali. Lakini kufikia juzi vile walienua ile diesel ikaja juu, petroli ikawa iko chini, pia sisi hatuna lolote la kupata. Alafu kitu inachotushangaza, hiyo fare ya kuenda kuruti huko hata tunashindwa tutapata vipi. Namba 2, hiyo pesa wanapochukua ile ya juu, barabara zenyewe ni mbovu hapa Mombasa, hata yani ukiona kabisa barabara ina mashimo. Huyo ushuru tunashangaa yaenda wapi? Haya, nimekuwa nikijiuliza
hata kama ni madeni tunayo, tumelipa mangapi? Watuambie, waweke wazi. Watuwekee wazi madeni ni haya, yamepaki haya, hata tumelipa kiasi fulani. Alafu barabara hata kama wanatuchukulia hiyo ushuru, basi watengeneze hiyo barabara, tusiwe tukigonga mashimo, magari zetu zikiendelea kuharibika. Hiyo tutakuwa tuna heri. Sawa sawa, labda wewe kwako wewe, tukimalizia ndugu, ulikuwa umebeba leo umebeba kama abiria kama wangapi? Abiria hakuna town, kwa sababu kama matatu zimekwama, hakuna abiria watakuja huku, na wale wanakuja huku wanatumia means ya tuktuk. Hakuna kitu yoyote ambapo tunasema kuna abiria, ni kama holiday leo. Leo ni kama holiday. Hata hapa kuna mwenzangu analalamika hapa tayari. Asante sana. Kama ni vizuri sana kama unavyoona mtazamaji, huyu ni mwendeshaji bajaji ambaye kwa sasa, hebu labda uzungumze na sisi. Karibu sana, labda utueleze ni jinsi gani ambavyo umeathirika na kupanda kwa bei ya mafuta. Bei ya mafuta sasa hii iko juu, sasa kazi imekuwa ngumu. Jamaa hapo nimembeba, nimemchukua, tumeelewana 100, hapa amekataa na nipatia shilingi 60 peke yake. Sasa hii ni hasara. Mimi hata namuuliza tena, ndio huyo anakimbia anaingia kwa hospitali. Labda umembeba kutoka wapi kaka? Leo nimembeba kuanzia Kruma Road hapo. Na leo na nilimwambia ni shilingi 100, hapa ananipatia 60 bob. Maona sasa ni hasara hii. Na leo biashara iko aje ukizingatia kwamba bei ya mafuta imeongezeka? Leo biashara iko mbaya, hakuna hata customers hakuna. Tunazunguka tu na mafuta ndio hivyo tunachoma. Pendekezo lako kwa serikali ni lipi? Serikali wapunguze bei ya mafuta ndio at least na sisi tukue tunaweza kufanya kazi vizuri, kwa sababu mafuta ndio kila kitu kwenye kazi, kwenye sekta yetu. Hapa ni petroli ama diesel? Hii ni petroli. Shukran sana, asante sana. Hizo ni baadhi ya hisia mtazamaji kutoka kwa waendeshaji bajaji katika kaunti hii ya Mombasa. Hivyo basi kwa sasa ni hayo tu kwa sasa kutoka katikati mwa mji wa kaunti hii ya Mombasa. Jina langu ni David Lukoe.